kuinuliwa, huyo mtoto kupoteza, huyo mtoto kukufa. Ni hali utukufu wa Bwana uweze kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro amekufa siku 4 kaburini, lakini Yesu anabaki makusudi ndio jina la Bwana liweze kuinuliwa. Bwana asifiwe. So kuna vitu mingi ambayo ilizikwa katika maisha yetu. Kuna vitu mingi ambayo mashosho walizika wakasema hakuna kitu kizuri kitawahi toka katika hiyo boma. Mtoto akimaliza form 4 anaingia katika street. Mtoto amemaliza mtihani, amepita mtihani, hawezi kuingia secondary, hawezi kuingia university kwa sababu hakuna pesa ya kuendelea, kwa sababu kuna shosho, kuna auntie ambaye alizika kitu akasema hakuna kitu kizuri ambacho kitatoka katika hiyo boma. Leo hii mnatembea, yule ambaye ako na kitu kizuri, ako na baisikeli, huyo ndiye anasherekewa katika jamii. Huyo ndiyo mtu mzuri ambaye ako na akili, ndiye anatoka kwa boma yenu. Hakuna kitu kizuri kwa sababu mashusho walikataa, maanti walikataa. Hakuna kitu kizuri kitatoka katika hiyo boma. Leo wewe ndio uko na pesa peke yako, na hata nyumba ulifungiwa jana, na wewe ndio wanakutegemea nyumbani. Ukiangalia maisha yako hata hawajui kama utakula, na nyumbani wanakupigia simu, wanataka uwasaidie, hujui utaanzia wapi. Leo ninakwambia ya kwamba uita huyu Yesu katika maisha yako, ita huyu Bwana katika maisha yako. Aliingia pale ambapo Lazaro alikuwa amekufa, hapa anasema ya kwamba tumemzika leo hii, ananuka, hakuna kitu kizuri, ananuka, hakuna kitu kizuri, ananuka, tuwezi tukatoa sana. Ninakwambia ya kwamba Yesu ameingia, Yesu ameingia katika hiyo hali, na itamfunga katika jina la Yesu. Yesu amekuja katika hiyo biashara, Yesu ameingia katika hiyo boma. Ninakwambia wewe ndio utakuwa kuingia na boma, utakuwa wa kwanza kuingia na gari katika hiyo boma, kwa sababu Yesu ameingia. Bali Yesu anaingia, anasema mimi ndiye njia, mimi ndiye uzima, na mimi ndiye ukweli. Atakaye kwa mimi atakuwa na chochote, atakuwa na vyote. Leo ninakutangazia ya kwamba yule mtu ambaye ako na uwezo ya kubadilisha maisha yako, si mganga wa kienyeji, si wakanga wa kienyeji, ni huyu Yesu. Ndio ukimbilie, usikate tamaa. Ninajua walisema hakuna kitu kizuri kitatoka kwako. Mwambie leo uko na Yesu, mwambie uko leo uko na Yesu. Aliambia Lazaro, Lazaro kuja sasa, kuja sasa wakajue kuna Mungu aliye juu mbinguni. Leo anakufua biashara yako, leo anafanya, anaandika historia nyingine katika boma yenu. Ati watashangaa, mashosho watashangaa, hawa waliingia wapi? Utawaambia ya kwamba niliingia hekaluni wakanihubiria Yesu. Huyu Yesu ndiye amefanya leo ninaweza tembea na gari. Yesu ndiye amefanya leo hata viatu ninaenda vaa. Huyu Yesu ndiye amefanya hata niko na ndoa imesimama. Huyu Yesu ndiye amefanya watoto wangu wanasoma. Huyu Yesu ndiye amefanya sijawahi enda hospitali, siwezi nikatumia fedha kununua madawa, kwa sababu nilimkubali Yesu katika maisha yangu. Umkubali huyu Yesu, atafufua yote iliyokufa. Umkubali huyu Yesu, atakuweka katika hatua nyingine. Umkubali huyu Yesu, utaandika historia nyingine, au ataandika historia nyingine. Watasema walisema hauwezi, watasema tumeshindwa, watasema tumeshindwa, hatujui waniingia wapi, watasema hatujui waniingia wapi. Utawaambia kuna Yesu, kuna aliye juu, kuna yule aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Siku mbili he stayed back, na alijua Lazaro anaenda kukufa. Bwana asifiwe. Hiyo hali unapitia, Mungu anajua kila ambacho unapitia. Ni wewe usimame kwenye pengo na ukose useme ya kwamba niko na matumaini ya kwamba yule Yesu, yule Mungu aliyefufua Lazaro, hako na uwezo ya kufufua kila kitu ambacho kimekufa katika maisha yako. Hako na uwezo na hako na mamlaka ya kufanya mambo ambayo binadamu hawezi
hawezi akafanya katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Yesu alifika mahali pale, Martha wanakuja wakilia, wanasema Yesu ungekuwa hapa, ndugu wetu hangekufa. Hivyo ndivyo unasema ya kwamba ningekuwa na pesa, hii biashara yangu haingekufa. Nataka leo badilishe wimbo. Sema ya kwamba ninajua niko na Mungu, hii kazi itasimama. Niko na Yesu ndani yangu, hii huduma itasimama. Niko na Yesu ndani yangu. Waliozika yote inachipuka, waliozika yote tunafufua katika jina la Yesu Kristo. Huduma yako inafufuka, ndoa yako inafufuka, hali yako inafufuka sasa, hali yako inafufuka sasa, kazi yako inafufuka sasa, kwa sababu uko na Yesu, yule aliyekuwa na uwezo ya kusema jambo na likawa, katika jina la Yesu Kristo. Usikubali wanene kinyume na wewe. Wanasifiwe. Mwambie uko na Mungu. Yule ambaye ako na Mungu, hakuna kile ambacho hawezi kufanya. Ukiwa na Mungu hakuna kile ambacho hawezi ukafanya. Leo nataka tukiondoka mahali hapa, tuende tumjaribu huyu Mungu. Tuende tumjaribu huyu Mungu, kwa sababu ametupa mamlaka ya kunenea zile vitu ambazo zimekufa katika maisha yetu. Ya kwamba ametupa mamlaka ya kufufua zile vitu ambazo zilikufa katika maisha yetu. Ambia watu uko na Mungu na hakuna chochote kitakuweka chini. Wakijaribu kukwambia kwamba haiwezi, mwambie kwamba inaweza. Wakijaribu kukwambia kwamba hautapona, mwambie utapona, kwa sababu uko na Mungu. Wakisema kwamba hauendi popote, mwambie you are not my God. I am God aliyesema ninaweza, aliyesema ninaweza, na niko na matumaini leo ya kwamba ninaweza katika maisha yangu, ninaweza katika boma yetu. Tangaza ya kwamba mimi popote hawakuenda, mimi nitakuwa wa kwanza kuenda, kwa sababu niko na Yesu ndani yangu. Na nikiwa na Yesu niko na chochote. Nikiwa na Yesu niko na vyote. Nikiwa na Mungu niko na vyote ambavyo nahitaji, katika jina la Yesu Kristo. Usikubali kuwekwa chini. Usikubali kunenewa mabaya. Usikubali kupelekwa kwa wale ambao walishindwa kutafsiri ndoto ya mfalme. Wale walishindwa hata na leo hawawezi. Yule ambaye ako na uwezo pekee yake katika maisha yako ni huyu Yesu Kristo, ambaye alisema yote imekwisha, ambaye anasema yeye ndiye uzima, ambaye anasema yeye ndiye ukweli, ambaye anasema yeye ndiye njia, katika jina la Yesu Kristo. Tusimame kwa Mungu yetu. Tusimame kwa Mungu yetu. Tuambie Mungu, ni wewe tu unaweza katika maisha yetu. Ni wewe ndio utatupigania katika maisha yetu. Ni wewe Bwana, tumebaki na wewe katika hali yetu. Bwana, ni wewe utatupigania katika familia yangu, ni wewe utanipigania katika hali ninayopitia. Bwana, ninajua ni wewe utanipigania. Ni wewe nimebaki na wewe, ni wewe nimebaki na wewe, kwa sababu ni wewe utafufua hii kazi ambayo imekufa. Ni wewe utafufua hii yote ambayo walizika ndani yangu. Leo niko na matumaini, niko na matumaini kama ule mti uliokatwa ya kwamba nitachipuka tena. Ambia Mungu akupe uwezo na mamlaka, unene tena, hiyo biashara inuke tena, hiyo kazi iendelee tena, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo hali ambayo unaona ya kwamba imefika mwisho, ninakutangazia asubuhi ya leo ya kwamba Yesu anaweza, ya kwamba ni Mungu tu ndiye atakuwezesha katika hiyo hali. Yote iliyokufa ndani yako, na kwambia ni Mungu ndiye atafufua, ni Mungu ndiye atafufua, ni Mungu ndiye atafufua ile ndoa iliyokufa, ni Mungu ndiye atafufua ile uhusiano iliyokufa, ni Mungu ndiye ataifufua. Umkubali huyu Yesu katika maisha yako, umkubali huyu Yesu katika maisha yako, kwa sababu wanasema mimi ndime njia, mimi ndiye ukweli, na mimi ndiye uzima, katika jina la Yesu Kristo. Ukuwa na Yesu uko na vyote. Aliyekuwa na Yesu alipata vyote, na hata na wewe naomba usihangaike. Usiende kwa waganga, usiende kwa wataalamu wa dunia, kwa sababu walishindwa na hata leo watashindwa. Leo tunatangaza habari ya huyu Yesu Kristo. Tunatangaza habari ya huyu Yesu Kristo aliyeingia ndani akafufua Lazaro. Leo wako na uwezo ya kusema jambo jinsi ambavyo alisema Lazarus kafufuka. Ako na uwezo leo ya kusema hiyo hali ambayo imekufa ndani yako kiweze kuchipuka tena, kiweze kupata uhai tena, katika jina la Yesu Kristo.
Usikate tamaa, usichoke kumuita huyu Mungu katika maisha yako, kwa sababu yeye tu ndiye atakupigania, ni yeye ndiye atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Ishi sasa, umtazame Yesu, amina mwenyewe. Haleluya, nitaishi wakitazama Zanzibar. Ishi sasa, umtazame Yesu, amina mwenyewe. Haleluya, nitaishi wakitazama. Just lift up your hand as I welcome Reverend to pray that tutaishi wakitazama. Hali haitatuangusha, matatizo hayatatumaliza. Oh, just declare over your life. It is a powerful word that we don't understand. Oh, tutaishi wakitazama. Shida za nyumba yetu haitatumaliza. Declare over your life. Declare over your life. Oh my God, Baba washandelele. Inua mkono wako juu. Jesus, we thank you for everything. We thank you for this one, my Father. Because you live, because you give us power, because we give us authority. Father, we lift your name higher, Lord. We lift your name, Jesus. Because only you, Father, only you, King of Glory, we worship you. We bow before you because you give us life. Today, we live because you live. We live because you give us power and authority to be alive. We lift your name higher, my Father, because you live in this bone. He get life again because you are here, Lord. We are going to get life today in the mighty name of Jesus. Father, we thank you. Father, we worship you. Father, we lift your name higher, Lord, because you are Lord of all creation, my Father. I thank you, my Father. Asante Yesu. Inua mkono wako juu, mwambie Bwana wewe tu. Jesus name. Asante Bwana. Nataka tu kabla sijaombea watu, ingia katika Revelation 11 verse 11. Utaona maisha ambaye Mungu anapatia watoto wake. I want somebody to read in Kiswahili. Hallelujah. Revelation 11 verse 11. Revelation 11 verse 11 nasema, Yes. lakini baada ya zile siku 3.5 pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu ikawaingia, nao wakasimama kwa miguu yao, na wote waliowaona wakaingiwa na hofu kuu. Hallelujah.
can get what you cannot get. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu amenitokea, wale ambao wamefifia, wale ambao wamekata tamaa, wanapata kupata nguvu mpya tena. Haleluya. Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia mtu binafsi. Mungu anaangalia jinsi ambayo unamfikia. You have connection with your Yahweh. You have relationship with your God. Hakuna kitu ambaye itashinda Mungu wakati ambaye umefika mwisho. Atakupa nguvu wakati nguvu imekosekana. Atakupa tumaini wakati tumaini inakosa. Nataka nikuambie mpendwa, usilose hope. Maana our God is a faithful God. Our God is a good God. Nimesikia kuishi tena. Ingawa nilikuwa ninafikiria, mafikirio yangu imefika ukikomo. Maana Mungu yu hai. Jehovah God can do anything in your life. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Sema ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wakati ambao tunaimba hiyo nyimbo, nataka wale ambao wanataka kuona mkono wa Bwana, wale ambao wanakata tamaa, wale ambao wanasema mimi nimefika mahali ambaye hata nikifa hakuna haja. Wacha nikwambie mpendo, kuja mbele, chukua toa imani, ambia Mungu nitaishi. Simba wa Yuda yuko. I am that I am. Our faithful Yahweh. He can do anything to us. He can remember us today. Oh my brother, come to Jesus. Come to our faithful Lord. Jesus. Baba wetu, tunakuja kwako. Licha maisha yetu inakuwa ngumu, mpaka tunasahau Mungu yuko. Baba, siku ya leo tumegundua ya kuwa mfupa mkavu inapata uhai tena. Baba, maisha ambayo watu wako wanapitia labda inapita ufahamu yao, lakini Mungu, kwa sababu unaishi, Jehova, tumerudi kwako tukisema, Dadi, una uwezo, una mamlaka juu ya maisha yetu. Tunaweza angalia watu wengine wanaendelea vizuri,
Na sisi tunakumcha, sisi tunakuambia Bwana, tuko hapa kwa ajili yako Bwana. Leo hii ninachukua watoto wako ninawaleta mbele zako. Katika kilio ambayo wako nacho, Baba, unaenda kupangusa machozi wao. Chukua ushukrani Baba. Tawala maisha. Tawala mtoto wako. Asante Bwana kwa sababu ya tumaini ambayo tunayo. Ambie Mungu anaweza. Kwa ile mafupa makali anaenda kurudishia uhai tena. Jesus, we worship you. Thank you, Jesus. Asante Bwana kwa sababu unarejesha fupa mikavu inapata uhai tena. Mwanako Bwana aliona amefika mwisho. Baba, ninamrudishia uhai wake Bwana. Power of Holy Ghost. Jesus, worship. Shetani hauna mamlaka. Hauna uwezo. Nimekukamata. Ninavunja nguvu zako sasa. Ninasambaratisha nguvu za mapepo katika jina la Yesu. Baba wangu, ulisema utapangusa machozi yetu. Naomba Bwana, ponya nira zote. Ponya mamlaka. Ponya katika jina la Yesu. Naomba uweponi mwako Bwana uweze kuitawala sasa. Mwanako Bwana amekimbilia kwako. Msalaba wako kuna msamaha. Katika msalaba wako watu wanapona. Toka shetani. Toka shetani. Toka shetani. Toka shetani. Shetani akugandamisha watu. Shetani ananyanyasa watu. Shetani anayemsimama kwa manyumba za watu. Tunaingoa katika jina la Yesu. Mponi mwako Bwana tunaishi. Punguza machozi wake sasa. Kilio chake fike kitendo chako cha enzi. Ukimtawala. Feel that in the mighty name of Jesus. Asante Jehova kwa sababu unaweza. Ninaamini kwako yote inawezekana. Baba, wakati mtoto wako amekuja katika madhabahu hii, amekuja ili uweze kumkomboa. Amekuja ili uweze kukutana na mahitaji. Baba, ninamsingira na damu ya Yesu Kristo. Ninamwachilia damu ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili ya mwanadamu. Nimeokoa. Okoe sasa. Kutana na mahitaji yake Bwana. Kutana na kilio chake Baba. Kutana na mambo ambayo analeta kwako. Mimi kama mtumishi wako sitaki kujua ni mambo gani ambayo anapitia. Lakini Mungu ukiwa katika ufalme wako unajua ni shida gani ambayo anakutana nayo. Pokea sasa. Pokea utukufu. Pokea juu ya maisha yake sasa. Ondoa laana zote. Ondoa dhiki ambayo inamkumba katika jina la Yesu Kristo. Na wachilia afya njema juu ya maisha yake Bwana. Ninadai kazi nzuri Baba katika mkononi mwake. Anaenda kuwa mtumishi wako. Atakufanyia kazi. Atafanya kazi ambayo inakupendeza. Lakini Baba, umesema kujeni na kitu katika mkononi mwenu. Baba, ninampa kazi sasa. Kazi ya kudumu. Kazi ya kuoneka. Kazi ya kushika. Jina la Yesu, ninaifungua ukuta ambaye imejengwa kwa ajili ya maisha yake. Toka, 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 toka,
and power zote is life. za maisha yangu. Jehova Yahweh, teketea. Funja nira zote. Funja mamlaka zote za ibilisi. Naomba Baba awe mtu ambaye umemchagua. Awe mtu ambaye Baba unaenda kumlendea katika maisha, katika mambo ambayo anapitia, katika nyumba yake, katika familia ambayo amempea. Jehova, wacha awe kichwa katika hiyo familia, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usibaki kukuwa mfupa mkavu. Usibaki. Bwana amesema alimpa mtumishi nguvu, akapululiza hewa, na mfupa mkavu akaipata kukuwa hai tena. Hivi leo kuna mambo, changamoto ambayo unapitia, Bwana atakupa pumzi ya kupata nguvu mpya tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Mungu atendee. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. In that mood, prepare your offering, your tithes, your thanksgiving offering. Prepare your offering now. Your tithes, you should have an envelope. Prepare it. If you are giving with the phone, we have our pay bill. It is behind the light, is there. The other one is here. If you are giving tithe with your phone, you send it to our reverend number. Prepare sadaka yako, sadaka nzuri. I think in Matthew 6:21, the Bible says, where your treasure is where your heart is. Are we together? So if your heart is in Mount Zion, then your treasure is here. Bwana asifiwe. As you prepare, few years ago, kuna banki ilipotea na pesa ya watu. Wakati hiyo banki ilienda na pesa yao, ama hata mtu, kuna banki ilikuwa inaitwa Chase Bank. Few years ago, I think it is in 2020 or 2021, ilipotea, wakafunga na watu wakaenda hasara. Najua watu wakopa mkuenda hasara juu mioyo yenu haikuwa huko. So if your heart is not in BHY, even if we close today, you are una hasara. But if you are normally there and giving very well to our online viewers, make sure you also partake this blessing. And make sure also you send something there for your blessing. Hallelujah. We can stand if you are ready with our offering. Apostle Nana amesema asubuhi, nimekuwa na mteja nimeona anasema wengine mnashika simu na mpei sadaka na simu. Bwana asifiwe. Next week utakuwa ukishika simu na kuita hapa na kwambia nionyeshe message. Hello. Give us your numbers, we give our offering.
We are so grateful that you've given us an opportunity once again to honor you, God, and to worship you with our substances. So, dear God, we want to give you thanks and all glory and all praises, O King of glory. Thank you because you put something in our hands, O King of glory, to worship you with, Jehovah God. For you say in your word, King of glory, that everything that we have belongs to you, King of glory. We are only stewards and custodians of the things that belongs to you. And whenever time we find an opportunity to worship you with whatever you've blessed us with, whatever you've given us with, King of glory, that your glory comes down to be with us, because this is a praise unto you, Jehovah God, that your presence comes down to be with us, O King of glory. How we pray that you will be with us each and every day of our lives, Jehovah God, that you will never leave us nor forsake us, King of glory. That you will be with us till the end of ages, my God. As we honor you, King of glory, may you open doors, Jehovah God, doors for job, doors for opportunity, doors for growth, King of glory, and even international doors. We pray, Jehovah God. We thank you and we honor you, my Father, for there is none like you, King of glory. Bless us as we come in. Bless us as we go out, Jehovah God. Bless our children. Bless our family, King of glory. Rebuke the devourer on our behalf. If there are sicknesses in our midst, King of glory, through our cries and our sacrifice, my God, may you rebuke the devourer on our behalf, O Jehovah God. Meet us at our point of need, King of glory, and whatever we find to do with our hands, whatever we do to find with our hands, King of glory, we pray that you will bless it, Jehovah God. And it's through thanksgiving in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit we pray. Amen. 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 Bwana asifiwe. Ambia jirani yako ubarikiwe kwa kuja ibada ya leo. Kisha umwambie barikiwa kwa kukuja mapema. Ambie wewe mwingine, kama wewe asmaili ambie wewe mwingine. Ambie barikiwa kwa kuja mapema. Yes. Kanisa tu ndio mahali tunaweza tukafurahi, tucheke, turuke bila mtu kutupimia mahewa. Bwana asifiwe. So kwa mtu high five ya nguvu, mwambie na ubarikiwe tena. Amen. Do we have visitors in the house? Visitors in the house? Ni mara yako ya kwanza kushiriki na sisi? Amen. Tujipigie makofi kwa kufanya uinjilisti. Tujipigie makofi kwa kufanya uinjilisti. Amen. Ni vizuri. Na muendelee na huo moyo. Tuendelee kufanya uinjilisti. Sasa amen. Bwana asifiwe. As we wind up our service, tunakaribisha David kwa matangazo, and before David, maybe kuna jambo kutoka kwa ofisi ya rep.